Hivi wewe mwanamke, ni usafi gani unaofanya masaa yote hivi? Hivi unajua kwamba unatakiwa ufanye vitu kwa wakati, uniandalie mambo kwa wakati, mimi niwahi kazini? Eh? Yeye unasafisha hapo, unajizungusha, TV na redio unakaa masaa yote. Umenioa au nimekuoa? Na Mtiti, inatosha bwana. Shemeji mbona yupo anafanya usafi wake tu. Hivyo vingine vitafanyika kwa wakati wake. Jiandae tuondoke bwana. Unajua Bili, unaweza kuwa unahisi umeoa kumbe umeolewa. Huyu mwanamke anaweza kakaa hapo kasafisha hivyo vitu masaa yote. Nikashinda asubuhi hadi jioni sijala kwa sababu ya kusafisha tu hapa. Napenda sana kusafisha na deka. Wewe ni muda wote unasafisha hapo, umekaa muda gani hapo ndugu yangu? Nani Mtiti? Nimeacha simu ndani. Hivi Bili hujachaga mchezo wako wa kusahau wote? Acha tako bwana, ngoja nifuate chapo hapo. Wahi bwanangu, unajua kazi yenyewe tushachelewa. Unaweza kuniambia umetoka wapi? Kwa rafiki yako. Hivi una akili sawa sawa? Nakuuliza wewe una akili sawa sawa? Yaani umeamka asubuhi tu kiguu na njia. Umeshindwa kufanya usafi ndani, umeshindwa kuosha vyombo, kuchota maji na vitu vingine vya kufanya hapa nyumbani. Unakwenda kwa rafiki yako. Huyo rafiki yako ni nani? Anakupa nini wewe? Mbona yeye hajaja hapa? Alafu bali mbona unataka kunifanya mimi nionekane kama sikupendi, sikujali, sikuthamini? Nakuuliza wewe. Kwa nini mimi kila siku niongee na wewe kitu kimoja tu? Kwa nini? Au bicho lako limejaa makamasi hilo, si ndio? Maana kila ninapozungumza na wewe hutaki kunielewa.
Kila ninavyosema na wewe hutaki kutambua wala kusikia nini ambacho mimi nakiongea. Kwa nini lakini? Huyu rafiki yako anakupa nini wewe? Paka asubuhi tu umeamka tu na kwenda huko. Anakupa nini? Au anakusaidia nini wewe? Mimi sipendi kuwa naongea kila siku. Jambo moja tu, sipendi. Nadhani unanielewa. Hizo tabia zako hizo za kuku wa Kiswahili, kuamka tu kiguu na njia, mimi sizitaki. Na kuelekeza kweli, mimi sizitaki. Nimerudi kwa sababu yako Nyakura. Nadhani mwenyewe umejionea tabia rafiki yangu. Ndivyo alivyo tangia nimjue. Ni mtu ambaye anapenda kuwakejeli wanawake, kuwadhalilisha mbele ya marafiki zake, sasa kuwatukana. Na huyu sio mwanamke wa kwanza kuishi naye. Ameshindwa kuishi na wanawake wengi kwa sababu ya tabia yake kutokujali. Hakuna mwanamke anaweza kumvumilia kwa hii tabia. Yaani siongea kwa ubaya, ila kwa sababu yako najikuta tuna hisia kwako shemeji yangu. Mimi naona rafiki yangu si mwanaume sahihi kwako. Utanisamehe kama nakosea. Usijali, mimi naelewa sawa. Hata hivyo, ipo siku nitafanya maamuzi yangu ninayojua mimi, ambayo yatanifaidisha mimi mwenyewe binafsi. Unajua nishachoka Mimi sioni kama iko sawa. Na kwa nini mahusiano yetu yasiwe public? Sio kujificha ficha kama hivi. Mpaka lini? Sema hivyo ambao. Unajua kakaangu ananichunga sana. Hapendi kabisa kusikia masuala ya mahusiano wala nini. Nisitoshe mimi nakupenda sana. Sasa mahusiano yetu yawe public. Kwa sababu yakiwa public ni rahisi kuvunjika. Hata kama vai. Unajua mimi natamani kila mtu ajue kwamba nina mwanamke mzuri, nina mpenzi wangu mzuri. Au kama unipendi sema tu kama na mwanaume mwingine. Sema sio kubali. Nakupenda sana. Nilikuamini moyo wangu wote. Atakuwa ameshatuona nini? Sasa mwambie. Yaani namna ambavyo nilikuacha ndivyo hivyo ambavyo nimekukuta, si ndio? Haujaosha vyombo, hujafagia, haujafanya usafi wowote zaidi ya huo mfagio uliokuwa umeushikilia. Kwani wewe una matatizo gani lakini? Vai. Wewe una shida gani kwenye ubongo wako?
na hiyo ndo sababu umesababisha mpaka maji tumekosa. Maji yamekatika kwa uzembe wako na ujinga uliokuwa nao kichwani mwako. Kama ulivyoamka asubuhi ungekwenda kuchota maji, nadhani hapa sasa hivi tungekuwa tumepata maji. Hebu niambie, huyo nani anayekufanya unakuwa busy sana kwenye kichwa chako? Nakuuliza wewe. Sasa utanipeleka kwa huyo ambaye anakufanya wewe kichwa chako kinakuwa kiko busy. Haya, amka hapo. Huyu jamaa kachelewa sana. Msimu kweli, huko na mambo mengine huko ndani.